kunifokea kwa ajili ya upumbavu wako. Mjinga wewe! Mama, naomba usinifundishe namna gani ya kuishi na mke wangu. Kupatikani etumeni progo nimekosa kitu gani? Niambie na sikuelewa, nijue kwako mimi nilichelewa. Niambie uwe nami sikujua, nijue labda mimi nilichelewa. Sasa ndo mahusiano yamefanya nipoteze muda. Mahusiano nilopenda nitaki amekuwa Yuda. Hapana kipenzi, kichwa tu kinanisumbua. Kichwa kinakusumbua ndo unalia mpenzi wangu? Babe, una tatizo gani? Mimi nipo sawa kabisa. Naomba uniambie, haupo sawa? Na kama ni kichwa, ulipaswa umeze dawa na sio kulia. Hivi unajua unaniumiza sana ukiwa kwenye hali na sio kawaida yako pia. Kipenzi changu, kwa jinsi ninavyokupenda, ningekuwa na tatizo lolote lile ningekwambia, lakini nipo sawa. Linda, ni mara ngapi nimeshakukataza kubeba? Unashikaje glasi hii? Unataka kumpa bakteria? Wewe. Mke wangu, naomba ukae mlango mzima. Ipishi hapa. Linda, naomba unisamehe mimi. Haya makosa yote ni kwa ajili yangu mimi. Naona kabisa nashindwa kuwa baba bora kwa madhaifu nilionayo. Naomba unisamehe Linda. Nakuomba na usifanye kitu chochote kuanzia sasa hivi.
Hapana Linda, usifanye hivyo. Najua makosa hivi. Najua ni wapi nilipokosea. Umenielewa? Pole sana. Linda. Fanya haraka njoo hapa. Acha kutafuta. Wewe. Ulikuwa unaongea na mwanangu. Naomba niangalie usoni. Niangalie usoni wewe. Ulikuwa unaongea na mwanangu. Ulikuwa unaongea nini? Naomba niangalie. Binti. Naomba ukae mbali na mume wangu. Umenielewa wewe? Sogea hapa. Nafikiri unanifahamu. Kwanza nani ambaye amekupa ruhusa? Unamwandalia mume wangu nguo. Wewe kama nani? Naomba uniangalie. Unapoongea na mimi naomba uniangalie. Umenielewa wewe? Wewe kama nani? Kumbuka wewe ni dada wa kazi humu ndani. Na huna mamlaka yoyote yale. Toka hapa. Toka. Nguo, maji. Anamwandalia nguo. Yeye kama nani? Kuna vitu havipo sawa. Masudi. Yaani mwanangu mimi nakuamsha kote hivyo unajifanyia umelala au ndo umezidiwa na usingizi? Ashakuja sasa hivi kwenye harakati. Kwani sasa sanga? Kumeshakuja sasa hivi. Fanya uamke hapo, ukanawe uso, ujiandae tuanze tu kwenye harakati. Asubuhi. Twende hata saa 4. Masudi. Unataka twende saa 4 jua lishatoka. Ina maana gani sasa mimi kufanya kazi na wewe? Sababu hata ningemtafuta hata mtu mwingine sasa ndugu yangu. Hebu amka twende bwana kwenye harakati. Acha ujinga bwana. Kuna ndio tangulia mtakuja. Mtangulie tena mwana. Umeona sasa ujinga wako? Masudi, kitanda kinatia umaskini mshikaji wangu. Bora tukafanye kazi tutafute hela. Kulala huko sio pazuri. Amka twende bwana. Nitangulie au sio? Oya, baadaye lawama mimi sitaki mwana. Mimi nakwambia serious. Lawama sitaki baadaye. Sio kuna mbini ni sitaki. Tutakuja tuonane wabaya. Wewe haya. Hivyo hivyo. Nura kama ndoto kile nachokiona. Asante mwanangu. Karibu sana. Nadhani mimi unifahamu. Na ni kweli mama, hata sikufahamu. Mimi ni mamake na Miki. Miki wewe Buswangu? Jamani. Ndio maana mmefanana. Eti Mnaendeleaje lakini? Tunamshukuru Mungu tunaendelea salama. Ndio. Wote tuko sawa. Sawa sawa. Na wewe unaitwa nani? Mami naitwa Linda, ni dada kazi humu ndani. We. Mashallah. Nzuri. Asante mamangu. Haya, wenyeji wako wapi? Bosi wangu Miki asubuhi alienda kazini. Bosi wangu hakika yuko chumbani, ananiambia bitu nijipumzishe. Amepumzika? Nilisema siku nikajipumzisha, lakini nahisi atakuwa jalala, ila yuko chumbani. Sawa sawa. Hamna shida kwa sababu mimi nimeshafika. Basi mwache apumzike.
Sawa mamangu. Basi mama, naomba nikakuwekea maji ya kuoga. Nikupeleke na begi ndani. Subiri kwanza. Sawa. Subiri kwanza. Halo baba. Za huko? Maraba. Nipo kwako. Nimewafanyia surprise. Usijali, umetoka si utarudi? Wewe urudi jioni kesho, mimi nipo. Tena bado nipo sana tu. Niwakuta. Niko na binti hapa. Anasema ni mdada wa hapa. Baadaye nisikuchoshe. Sasa mamangu, Mama. Niweke tu begi. Mama, ya kuoga. Nipumzike kidogo. Sawa basi, mama, haina shida, acha nipeleke begi ndani. Maana nimekuja na huo mgali ni ngalanga. Ili ukapige. Kunambi. Ina maana mimi muda wote nakuita mshikaji utaki kuitikia. Ina maana unisikia au ndo dharau? Kunambi, sinaongea nawe mwanangu. Yaani mwanangu tu hii kazi ya fundi seremala unavimba hivyo. Naomba basi 500 mimi nikale miogo basi. Makitoka nimeanza kuiomba utafikiri naomba kazi mshikaji wangu. Kwani mimi ukinipa 500 mimi nakupunguzia nini? Jana tu umepata seti ya makocha umetengeneza umepata hela. Nimekuomba hela hutaki kunipa hela. Acha bwana tuishi hivyo bwana. Hivi unataka nini mshikaji wangu? Mbona unapenda tantalila hivyo mtoto wa kiume? Yaani jana nimefanya kazi ya masofa mimi, wewe unataka hela. Unataka hela kama nani? Wewe unafanya kazi wewe? Au unapenda niongee tu mwanangu? Cheki na kichwa lako mbwa. Yaani mimi mwanangu napambana hapa town, natafuta hela, yaani nijue kula yako, nijue vako, nijue kila kitu chako. Alafu sasa hivi hela yangu mfukoni nikupe. Wewe umenioa wewe, wewe mume wangu mimi. Yaani unakuja kazini bado unafanya kazi unalala. Wewe fala nini wewe? Cheki na kichwa chako, cheki mijicho wewe. Alafu sasa hivi unakuja tukunambi, naomba mimi anaomba na kusaidia nini mbwa wewe? Nisikize nikwambie mwanangu. Mimi sija hapa kucheka na wewe. Wala sikufugi mwanangu. Acha usage. Mimi na ndugu zangu kibao hapo mkoani kwa mepona. Yaani hawana ajira, wana kazi mimi sofa la kukubeba mbwa wewe. Sasa kunicharue kabisa mwenyewe asubuhi nishachanganyikiwa hii mwanangu. Usiletee ufala. Wewe ubwabwa nini? Jitunze mtoto wa kiume wewe. Mbona unanyang'anya mimi baba yako wewe au mimi mama yako? Sio unaniangalia fala wewe. Lala kwanza. Lala. Hautaka kutafuta jambo jepesi mwanangu. Acha mazoea kipumbavu mjomba mjini hapa. Utakuja ushikwe sehemu ambazo utakuja kushikwa fala. Asa hayo maneno yote yanatoka. Mimi maneno gani fala mpumbavu mkubwa wewe? Basi kana hela yako basi. Gani sasa mshamba mkubwa wewe? Nakuja nikuzibue mbwa wa hedi wewe. Teki macho yale. Tunakimona shida. Vipi kaka? Tunashina kwaje? Kama kama karibu. Wewe nini wewe? Habari yako mama? Mwanangu nzuri. Kwema? Mzima mama. Za siku nzuri. Mimi nipo ndani. Naomba nikapumzike, nimechoka. Sasa umechoka? Si ndio umekuja hapo mwanangu? Hatujaonana muda gani? Hata hapo ulipokaa si umepumzika? Kwani unajisikia vibaya, unaumwa? Mbona umebadilika kiasi hicho? Umekuwaje mama? Sijakuzoea ukiwa hivyo.
Kama unaumwa niambie. Nipo sawa, unataka niweje mama? Haina shida mwanangu. Umejifikiria, mimi nipo ndani. Nyumba mwanangu unajitutumua tu kama rembata. Umetoka kwenu ukiingia ndani unafanya kuinama. Mlango mfupi. Ha. Unanifyonya. Jojo, unanifyonya. Sasa kama ulitaka usionane na mimi, aliyokuambia uje ukae hapa ni nani? Sawa. Ndio Mr. Kunambe. Naona si haba bana. Ofisi inaendelea kukua hii. Mdogo mdogo Mungu anasaidia. Si unajua tena bila kuchoka. Siku zote wahenga wanasema mtembea bure sio sawa sawa na mkaa bure. Kwa hiyo bado unaendelea kupambana bila kuchoka. Leo weekend bana nimeona nini mcheki mwanangu hapa kwa sababu si unajua. Umefanya jambo la maana sana ndugu yangu. Nitaka nikupigie simu ili mradi nikuulize kuhusiana na masuala ya kazi tuliyoongea. Vipi uko ulikozunguka zunguka? Wanasemaje? Lile swala lako bado nalikumbuka, usione nimekaa kimya. Si unajua tena maofisini huku na siku hizi 2-3 bosi alikuwa hajatulia kidogo, ila nishamuingizia hilo swala. Unajua nini ndugu yangu? Mimi sio kama la kusumbua. Ila kwa elimu niliyokuwa nayo sio kufanya kazi kama hizi. Nadhani unaelewa jinsi gani nilivyosoma. Wazazi wangu ila iliyowekeza kwa ajili ya elimu yangu. Kwa hiyo kuna muda natamani nifanye kazi ambayo inaendana na elimu yangu. Unaelewa? Kwa hiyo watu wanapokuja pale fundi kunambi, na wangejua kitu ambacho nimesomea. Hata jina la ufundi lilikuwa linifai. Nakuelewa mwanangu, nakuelewa sana. Sema subra ndo kila kitu mzee. Kwa hiyo ni mambo ya safu. Kwa namna ambavyo unamuona bosi, ile swala limeisha brother. Wewe kuwa na amani tu. Sawa, lakini kaka, kwa jambo moja niliko nahitaji kukudokeza kidogo. Kuna ndugu yangu nadhani umempita hapo nyuma, anaitwa Masudi, mdogo mfupi. Yule Masudi. Sasa yule ndugu yangu mimi naona ashakuwa kama mzigo kwangu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Sio kama nimemchoka, lakini toka amefika hapa mwanangu, haja kujishughulisha na kazi yote ile. Na kila nikimwambia hataki kabisa kunielewa. Wewe kama uko hivi ukutana na kazi yoyote kama kufika majani, kufagia barabara, kwenye makampuni ya watu kazi za usafi, kazi ya ulinzi. Yule kama kuna bosi yote ambao unamfahamu anataka mtu, wewe nipigie simu, mimi nimpeleke yule. Kwa sababu sitaki sasa hivi nimechoka. Unajua kwa sababu hawa watu ambao unawatoa kijini unaleta mjini, ukielekeza nini maana ya maisha bro. Wanashindwa kukuelewa kabisa. Unaona kama unawasimanga. Sasa mimi lawama za kipumbavu sitaki. Naona bora akae huko na maisha yake na mimi nikae na maisha yangu. Kunambi. Mbona hizi lawama mwanangu? Sema nini? Mimi wakati umeletea swala lako nimelibeba kama mwanangu. Unajua nikasema wewe mwanangu, wewe nikupambanie. Sasa hili anyway, sio case. Kwani jamaa ana elimu gani? Unadhani hata amesoma basi? Mwisho darasa la 7. Unajua kijijini kwa elimu umesoma sana darasa la 7. Okay, sio swala. Mimi nitampambania. Afu tutajua tutafanya nini. Unajua kazi nyingi hapa mjini. Sasa kuwa na amani pia. Okay, poa kaka. Poa. Hivyo mzee. Faridi ndugu yangu. Poa. Nisaidie jamaa kisha nipatia mchongo napambana sana. Chakula kitamu. Asante mama. Unajitahidi kweli kupika. Asante mama. Yaani kwa sijisikia hamu ya kula. Hapa naona naenda tu. Mnamo maragi hata sasa nakula kwanza maini ya. Na mnayo. Karibu mwanangu. Shikamoo. Linda. Abe. Ni mara ngapi nimekukataza kuandaa chakula bila ruhusa yangu? Mama alikuwa na njaa. Mama alikuwa na njaa. Hiki chakula amepika nani? Linda, hiki chakula. Nakuuliza wewe. Mimi hapa.
Chakula kina ubaya gani hicho mwanangu? Mbona chakula kibichi? Chakula kimeiva hicho. We mama, naona unajiachia. Kumbuka hapa ni nyumbani kwangu na sio nyumbani kwako. Nyumbani kwako ni kule kijijini ulipotoka, sio hapa kwangu. Utafuata sheria zangu. Na haki nijiachie, kwa sababu mtoto wangu nilimlea ili baadaye aje nisaidie. Kwa hiyo hapa sio kwa mtu, ni kama kwangu. Naomba unisikilize. Hapa ni nyumbani kwangu. Miki ni mtoto wako, mimi ni mume wangu. Nyumbani kwako ni kule kijijini ulipotoka na sio hapa. Hapa utaishi kwa amri yangu unayotaka mimi na sio wewe. Mbona usininyoshe kidole? Na kunyoshea. Usininyoshe kidole. Wewe koma wewe. Nifuate amri yako wewe kama nani? Kwanza ninakuangalia tu toka nimekuja. Ni vizuri. Sasa nataka uone makucha yangu yapoje. Sikia nikwambie. Mimi nilipoamua kuchonga mwiko, nilikataa kuungua. Kwa hiyo sasa hivi ni wakati wa kula matunda yangu. Sawa? Wewe kama unaona uchungu wa kula chakula anachotafuta mtoto wangu, zaa kwanza na wewe. Wewe sijui ni mgumba, sijui ni tasa, sijui ni mtu wa aina gani. Nimenyamaza, nimekuvumilia tu miaka yote ulokaa na mtoto wangu. Umeona kama vile mizuzu. Sikiliza nikwambie. Hiyo tabia yako ya kishenzi sio kwangu. Vyovyote utakavyoongea, hapa ni nyumbani kwangu na usipofuata sheria utamfuata mzee mwenzio kijijini. Koma wewe. Na kama shida ni hiki chakula, kula. Wewe mbona unafanya nini wewe? Wewe unanitia chakula? Na kule. Wewe mjinga wewe. Angalia sketi yake kama kibwaya anaenda kucheza. Shenzi wewe. Nani weupe tu, una uzuri lolote, ng'ombe wewe. Naletea sketi kama unaenda kucheza kibwaya. Kula mwanangu. Alafu huyu Miki huyu mwanamke wake anomlea kama mayai. Yatakuja kumpasukia mbele za watu. Sina shida na chakula, mimi sio limbukeni wa chakula. Baby. Babe. Mamako kama anaona mimi sifai kuwa mko wake aniambie. Hapana. Babe. Kosa langu mimi ni kwenda kuchukua chakula. Hapana mume wangu. Nimemkuta mama na Linda wamekaa mezani. Nikavuta kiti, nipakue chakula tule wote kwa pamoja. Hapana. Baada ya kuchukua sahani nipakue chakula, mama aniambia huwezi kula hiki chakula hapa. Na nafikia hadi kunipiga. Mimi siwezi. Kama mamako anihitaji basi mimi niondoke humu ndani. Unakuja sasa hivi. Sawa mume wangu. Nimekuelewa. Ananipiga mimi.
Samahani kiongozi. Nimechelewa maana kuna sehemu nilikuwa nimepitia na nilishawahi kuja kuapply hapa. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue jinsi ya majibu yangu inakuwaje. Ulisema unaitwa nani vile? Naitwa Freddy. Freddy. Ili nikucheki hapa. Okay. Tushapitia vitu vyako vyote. Na havina shida yoyote. Kwa hiyo sasa nafia tuna muda wa kukusubirisha sana. Maana tunahitaji sana mtu kwenye hiyo nafasi ambayo umeomba. Kwa hiyo nafikiri Jumatatu itabidi uingie kazi. Basi nashukuru sana kiongozi. Karibu sana. Haya, asante sana. Nikutakie kazi njema. Haya. Nisikilize sasa mwanangu. Sawa? Nimefanya juu chini, nimeongea na mwanangu, nimekutafutia kazi. Sasa hivi usizingue. Tushele sitaki lawama tena mwanangu. Unajua kuna muda mwingine unapenda kunambi, napenda kuongea sio hivyo mwanangu. Kishikaji, anituishi tauni kibosi. Si unaelewa? Mimi kunambi unitafutie kazi ya ulinzi. Mimi nimewasikia vizuri hapo wakati mnaongea. Yaani mwanangu umeshindwa kunitafutia kazi nyingine mpaka kazi ya ulinzi. Hivi kunambi, mimi nikuulize swali moja. Sasa wewe vaa lile vazi la ulinzi kuanzia saa 7, saa 8, saa 9 usiku mnene, wachawi watu wabaya wanapita pale. Kwa hiyo nitafutia mimi kazi ya ulinzi ili niweze kufa, si ndio? Ili wewe uendelee kula raha duniani. Hamna bana, mimi siwezi kufanya kazi ya ulinzi. Masudi, nisikilize nikwambie fala, usinione mimi boya. Napambana kwa ajili gani mradi upate kazi, usinione mimi fala mbwa wewe, nitakuzibua. Lazima ufanye kazi hiyo kazi ya ulinzi, hiyo kazi lazima ufanye. Wewe umeshindwa kufanya kazi hapo na lako babako hapa. Kalitisha huko kijini kwa babako, tunakwambia wewe ndio umekataa, nimekupa nauli umekataa fala. Lazima ufanye kazi hiyo ya ulinzi, wewe kwao lazima ufanye kazi kubwa, uingize hela fala. Sitaki ujinga mimi. Mimi kazi ya ulinzi sitaki. Linda. 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 Mama yuko wapi? Mama yuko chumbani bosi. Naomba uniitie. Sawa bosi. Mwanangu, Miki. Kuna nini babangu? Kwanza ni mzima? Mama, sijawahi kukuvunjia heshima hata siku moja. Miki babangu. Yaani mimi nimetoka huko nimejua labda kazini umekumbwa na shida au mna matatizo yamekupata. Kumbe ni hicho kitu ambacho anakiongelea hata hatujakaa chini tukaongea. Nimekuja tumeshaonana wewe. Hujaniona. Hujui nimekuja nina matatizo gani mama yako. Hujui chochote. Unaanza kunijia na hizo sera kweli? Mke wangu amenipigia simu. Ameniambia unampigia kisa chakula mama. Tangu lini umeanza hizo tabia mamangu? Kwa hiyo ndio hicho tu. Unachoniita unanishitua. Kwa hiyo mke wangu amekupigia simu. Au amekwambia mimi kwamba nimempiga? Mbona sikwambia na vingine? Kwa hiyo wewe unakuja hapa unavimba unajitutumua kwa sababu umepewa maneno ya uongo, kwa sababu mkaka akupigia simu kwa ajili ya upumbavu ambao unafanya. Kwa hiyo wewe baada ya kunisikiliza mimi unamsikiliza huyo mpumbavu mwenzio, si ndio? Sinakuuliza. Nakuuliza Miki. Sinakuuliza. Mama. Nura kama ndoto kile nachokiona. Umeamua kunipiga. Umeamua kunipiga Miki. Miki. Umeamua kunipiga. Mahusiano yanaweza yakakupa furaha, yanaweza yakakunyima amani. Naweza tamani hata kufa kwa binadamu, tena una thamani. Umebeba mengi maumivu, hakuna wa kukutetea. Sira yako mwombe Mungu,
mahusiano. Yanaweza yakakupa furaha, yanaweza yakakunyima amani. Nitatamani hata kufa kwa binadamu, tena una thamani. Umebeba mengi maumivu, hakuna wa kukutetea. Sira yako mwamini Mungu. Umebeba mengi maumivu, hakuna wa kukutetea. Furaha mwamini Mungu. Niambie wenda sikuelewa, nijue wako mimi nilichelewa. Vipi kipenzi? Hajakuumiza? Nimeumia ila kidogo. Pole. Nitahakikisha nasimamia usalama wako, na sidhani kama kuna kingine kibaya kitakutokea tena. Nimeshaliona hilo. Nashukuru sana mume wangu. Sikutegemea kama mama angeweza kunisimangia chakula. Achana naye. Pole, usiseme hivyo. Tuachane na hayo. Vipi, leo umeshindaje? Ndo kama hivyo. Miki. Naam mama. Naomba unipe nauli niondoke tena leo leo. Mama. Naomba msamaha mama. Naomba unisamehe. Najua wapi nilipokosea mamangu. Kwa hiyo nahitaji msamaha wako mama. Miki. Sioni thamani yangu kwako. Sioni thamani yangu kwako. Nilikuwa natembea kifua mbele, nikijua nina mtoto simba wangu ananilinda. Leo Miki, wewe umeamua mimi kuninasa kibao. Kumbuka babako alifariki, alikuacha mtoto mdogo. Alikuacha una miaka 2 tu.
Nimekulea kwa tabu. Mama, usiponisamehe wewe nani atanisamehe kwenye ulimwengu wa sasa mama? Mimi ni mwanao mama. Na kuna msemo unaosema kwamba mtoto akinyea kiganja huwezi ukakikata mama. Mama, mimi mwanao nashindwa kuelewa. Yaani nimeingia kwenye kiza ambacho nashindwa kutoka mama. Na yote ni kwa sababu ya yule mwanamke. Ninampenda sana mama. Nikwambie kitu. Nikwambie kitu mwanangu. Ndio mama. Sijaja kuvunja ndoa yenu. Sijaja kukuachanisha na mkeo. Na ndio maana naamua kuondoka. Kwa sababu hata nitakachokuambia hutonielewa. Kwa sababu una macho matatu kama ya nazi, lakini huwezi kuona mbele. Baba, acha niondoke. Nakuomba usifanye hivyo mama. Yule ni mwanamke tu mama. Na wewe thamani yako bado itabaki pale pale kama mzazi. Biki, wewe ni mtoto wako bibi. Yule ni mwanamke tu umeoa. Wewe hushindi nyumbani. Unatoka hapa asubuhi unarudi jioni. Unajua mimi nitaishi katika mazingira gani? Siwezi. Hapana, sitaki. Mama, niache nitafakari. Niangalie halmashauri ya kichwa changu kitanifikisha wapi. Naomba unyanyuke. Mambo. Fresh man. Bado niko yoga sasa. Isi tu vipi lakini? Ushapata bado nilikuwa nimetibiwa. Si unajua leo ni nusu siku hapa, kwa hiyo nilikuwa najaribu kukua chapu hapo. Natumii sana bana. Napenda sana vipi. Sasa ratiba yako imekaje? Kwa hiyo nilikuwa natarajia labda after job hapa nikupitie kuchukua mahali. Just something like that. Yes, kwenye kidogo hatujatoka, kwa hiyo ratiba yako kama iko fresh tutoke. Thanks a lot. Tafurahi sana. Love you. Okay, namaliza kitu kimoja hapo afu sio nitakuona. Take care. Bye. Oh. Just my girl. Mwanangu vipi? Safi mama. Maana leo unaona tu kupo kimya, sio ni pilika yoyote huko jikoni. Leo atuli.
bosi wangu mama amelala. Sasa kama amelala, si hajakuachia maagizo yoyote? Hapana. Ana mida inaenda. Yaani katika siku zote leo ndo nasikia njaa. Sijui ni upepo, sijui ni ile baridi. Kia Mungu. Hebu kaangalie kama kuna chochote. Sawa. Nishozoea kula bwana. Mahusiano. Freddy. Sasa hivi ni saa ngapi? Siku ya kwanza kuripoti kazini unachelewa. Samahani bosi, ni issue tu ya kifamilia. Unajua nyumbani kwangu kule mke wangu ana ujauzito. Hatuwezi kufanya kazi kwa staili hii. Hizi ni kampuni za watu kaka. Watu wameweka pesa nyingi sana hapa. Kwa hiyo kuwa makini sana. Leo ni kama sijaona. Sawa. Anyway, kuna project moja hapa. Ya mteja wetu wa Chanika hii. Inabidi ianze kutekelezwa haraka sana. Hebu ipitie hapo afu keshughulikie. Leo inabidi ianze kushughulikiwa leo. Kwa hiyo na maelekezo yote kwa Kila kitu kiko hapo. Basi asante sana bosi, nashukuru. Tutafanya hivyo. Kazi njema. Asante. Nimekuelewa. Hebu naomba nisikilize kwanza. Kumbuka mimi ni mke wa mtu. Hapana baby, sio kwamba nakosea. Umenipigia simu saa 8 za usiku. Hivi nimeshakwambia kuwa mpole. Nafanya vitu vyote kwa ajili yako mpenzi wangu. Hapana baby, naomba unisikilize. Nakupenda pia, lakini naona kama unashindwa kuwa mvumilivu. Hans, pesa ndo unipigie simu saa 8 za usiku. Naomba umuelewa. Sawa, nimekuelewa mpenzi wangu. Muda huu mume wangu bado hajarudi. Ila nakuahidi atakaporudi tu nitakutumia hiyo pesa unahitaji. Sawa, najua umenimiss pia. Naelewa mpenzi. Ila naomba univumilie kwa muda mchache. Tutakuwa wote. Wache utoto sasa. Wewe, unafanya nini? Samahani boss. Nilikuwa nakuja huko juu kukuambia kwa mama anajisikia vibaya na ana vidonda vya tumbo. Kama na vidonda vya tumbo nilikwambiaje? Humu ndani pasiviko chochote. Umenielewa wewe? Una huruma sana Na hiyo hali yake ya kuumwa hiyo ndio itakayomtoa humu ndani. Umenielewa wewe? Sasa naomba unisikilize. Usimjibu chochote. Alafu, mbona unasikiliza maongezi yangu? Wewe ni bingwa kusikiliza simu za watu? Ila una kazi kufanya. Sasa
ole wako mje nisikie taarifa zozote zile. Tunajua mimi nani. Nipishe toka. Mama, bosi amesema leo kisipikwe chochote. Kwa nini? Sio kwa mama vitu hamna. Vitu vipo. Ila amesema kisipikwe chochote mpaka idhini yake. Unasemaje? Kwa hiyo humu ndani tunakula mpaka yeye atoe amri. Yeye ndo anatafuta. Yeye ndo ananunua chakula. Kwani huyo binti ananitafuta nini? Na hata kama mtu anakuchukia sio kihivi. Kwani kabila gani huyo binti anaoabudu chakula? Wao si tushindwe kula mpaka yeye atoe idhini. Yeye kama nani? Kama nani? Kwa hiyo sasa anatufungisha kwa lazima sasa. Maana yeye tena ndio tunamwabudu. Kwamba akisema watu wale, akisema watu namfuata huko. Wewe Jojo! Wewe Jojo! Hebu shoka huko. Shakuchoka mimi. Hivi una matatizo gani wewe? Unajikuta nani na kuuliza? Sina kuuliza wewe. Unajiona nani hasa wewe? We mama, naomba kwanza upunguze kelele. Hili sio banda la video wala uwanja wa mpira. Hii ni nyumba ya mtu. Kwa hiyo mimi napiga makelele? Mimi napiga makelele na kuuliza? Kutaka kula mimi napiga makelele? Wewe bwana nilimbukeni wa maisha. Mama, kaa ukijua. Wewe ni mama. Mimi ni mama mwenye nyumba. Hivyo pasipo amri yangu au idhini yangu humu ndani hakuna chochote kitakachoendelea. Umenielewa? Mavi. Aha, kwa tamko lako wewe leo tushinde na njaa au leo tufunge kwa ajili yako. Si ndio? Wewe ndio unatafuta. Na kuuliza hapo unatafuta. Jojo mwanangu. Mimi nilikuwa nakutania mama yangu. Jojo. Kwani aka katoto kalikuwa kanauma. Jojo mama. Kumbe kweli. Mtoto wa watu. Mama. Mtoto wa watu mimi. Aliambiwa maneno tu, akaja kunipiga makofi mume wake. Sasa hivi anamkuta amezimia. Mwanangu. Baba, sikiliza. Ndiyo, kuna matatizo kidogo. Mimi nilikuwa naongea hivi na Jojo, mwanangu, tupike. Subiri, sikiliza. Sasa wakati huo mimi naongea naye, kaanguka Jojo. Kazimia. Ndio mwanangu. Mimi sijafanya kitu, sijafanya chochote mimi. Kwa leo sijamfanya chochote. Mimi sijamfanya chochote mwanangu. Sawa mwanangu, njoo babangu. Jamani. Hivyo mtoto una matatizo gani jamani? Oh, Freddy. Nambe. Boss. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Kule nimetoka site. Nimeenda kuangalia mazingira na nimekuta yako vizuri tu. Nilichoamua ukifanya sasa ni mwapa vijana na wanaendelea na kazi. Lakini kile kitu sasa. Kila kitu kiko vizuri. Wanaendelea na kazi. Sawa. Hadi leo ni siku nusu. Kwa hiyo
Nafikiri tukutane Jumatatu sana. Basi nashukuru sana bosi. Ngoja na mimi nikafanya majukumu yangu mengine, sasa nikwambia muda huu. Linda, kuanzia leo huyu mama ambaye amekuja humu ndani usifanye chochote pasipo idhini yangu. Umenielewa? Nimekuelewa. Kisipikwe chochote wala kisitoke kitu chochote humu ndani pasipo idhini yangu. Kingine, leo humu ndani pasipikwe chakula cha aina yoyote ile. Umenielewa Linda? Nimekuelewa. Sitaki jambo lolote linifikie mimi. Na karibu kwa mimi. Tafika pabaya. Kumpeni mimi tu. Muda wote unaweza kutoka. Take care. Mwanangu, naongea na Rita eh? Sasa nisikilize. Yaani mamangu huku niliko kama nipo kwenye chungu napikwa. Sio kwa nini hivi? Kakako unamjua vizuri, amebadilika, kabadilika kiasi kwamba siwezi hata kukwambia. Mama, ninateswa mimi. Yaani huwezi amini. Acha. Hasikii lolote. Mimi nahisi amewekwa kwenye kibuyu. Atakuwa amerogwa. Sio miki yule ambaye ninamjua mimi. Na sije mnagonga gonga nini subiri. Sio yule ambaye ninamjua mimi. Mtaongea nini nisikilize? Wakati ndani anatori. Maana mwanamke wake yeye ni yai yani. Akiliachia likidondoka limepasuka. Sasa sawa. Kama utakuja sawa. Maana kama kuna mtu anagonga asije akaja akanikuta. Maana hapa yenyewe nimefanya kujificha. Sawa mwanangu, nakusubiri, tutaongea baadaye. Sawa, subiri. Mahusiano yanaumiza, yanaliza. Mahusiano. Kilichokuleta? Kilichonileta? Hivi kwa nini Jiji unamnyanyasa mama? Wewe unamnyanyasa mama kweli? Kipi yani kibaya ambacho mama amesha kukufanyia wewe mpaka wewe kufikia hatua kumnyanyasa mama? Huyo mama yako ambaye unamuita mama, sikumuita huko ndani. Alikuja mwenyewe.
Umenielewa wewe? Hivi Jojo, hivi unajikuta nani wewe? Afu kuna yule anasema wewe unadharau, kumbe kweli unadharau wewe. Yaani unaongea kama vile unaongea wewe, unajua kama hata mimi mwifi yako. Naomba unisikilize. Huyo kakako au mamako, mamako hakukupa malezi bora, hakukufunza, na ndio maana akaja kunioa mimi. Angekuwa amekufunza angekuoa wewe au huyo mamako. Umenielewa? Kumbe dada ni mshenzi. Ndio makosa adabu hivyo. Sasa unaona uko kwenye mjengo wa kaka yetu, unakula tu unajiachia, kwa unajiona ndio kila kitu ndani. Kwa taarifa yako, dawa yako inachemka. Jiandae tu kisaikolojia. Binti, naomba utoe mwili wako ulipotoa na utoke hapa. Sasa naondoka. Ile ujao nitarudi tu. Hapa naomba utoke bwana. Ndio nimeshaanza kiasi hicho. Hivi unajua nilikuwa nasikia. Nitarudi kwa taarifa yako. Kwenda bwana. Halo. Shikamoo bosi. Mama amezidiwa sana huku nyumbani, hali ni mbaya. Tumbo linamuuma sana. Njoo nyumbani sasa hivi. Sawa. Mama. Basi nakufa. Mama useme hivi. Mama. Basi mama, utakuwa sawa. Basi mama. Mama, bosi anakuja. Mama. Pole sana mama. Ni ya kawaida tu mama. Najua wakati tunaopitia mama. Wewe ni sana mama yangu eti mama. Nimesikia kila kitu mama kichukua kinazungumziwa hapa. Pole sana. Wewe ni binti mdogo sana. Na umri wako haumfikii hata kidogo yule kijana wangu ambaye unamwita bosi wako. Ila pamoja na udogo wako umeshawaza au kufikiri kuja kunyanyua mkono wako na kumpiga mama yako kofi? Hapana mama, siwezi. Basi nimechokwa. Nimechokwa. Yaani kama ni wazigua kule unasema kwamba ugeni haukusekelwa. Yaani nimeenda sehemu watu ambapo hawakutaki. Mimi simlaumu huyu binti. Mjinga ameufunga mtoto wangu. Kwani wewe mwanaume, jinsi unavyomchukulia mkeo toka siku ya kwanza unapomuoa, basi naye anakuwa hivyo hivyo. Aleti kama mtoto wangu angekuwa na msimamo, wala haya singetokea. Ila haina shida, mimi naondoka. Lakini mama, mimi sasa na mama
najua wakati unaopitia, ila ningeomba mama nikakuandalie maji muoge. Mimi si mjinga kiasi hicho. Sihitaji maji yao ya kuoga, sihitaji chakula chao. Abaki na mke wake salama salimini, asija kaona mama ndio kikwazo amekuja hapa kunivunjia nyumba yangu. Sikulifuata hilo. Hata shida zangu nilizokuja nazo nirudi nazo. Najua jinsi gani mama ulivyoumia, lakini mama, kutoka kuna sababu. Sio kawaida mama kijana wako kuwa vile, si ndio? Sasa hiyo ndio sitaki kuisikia, maana mpaka nikitaka kuijua hiyo sababu naweza nikaja kumwagiwa maji ya moto hapa na hakuna wa kunitetea. Mpaka akija kutoka kazini, akija hapa ananikuta mimi nimeshakauka. Sitaki. Lakini mama, ungezungumza naye kwanza kabla ya kuchukua maamuzi. Mwanangu, nimekuona kwa muda mfupi tu, nimeipenda tabia yako, ila wewe hapa sio kwako. Sawa? Hapa sio kwako, na ninaongea hivyo ninamaanisha, ila kwa sababu nataka kuondoka, nenda kaneke maji nikaoge. Namsubiri tu huyo bosi wako akitia kwato anipe nauli niende. Mimi sio limbukeni wa maisha. Sawa mama, basi mimi nakuandalia. Mimi nijua labda umeme umekatika. Sasa umechukua remote kuzima TV ya nini? Nimezima TV, amenunua mume wangu. Kwa hiyo kama kanunua mume wako, na mimi si mtoto wangu tena wa kumzaa, shida iko wapi? Hebu niwashie TV mimi, acha ulimbukeni wako huko. Washa bana, kipindi kitaisha. Kilichokuleta hapa sio TV. Ni kielele chako kimekutoa kijijini na kukuleta humu ndani. Kama ni mwanao, kuna simu mngeza kuwasiliana na sio kuja kuleta makelele kwenye nyumba za watu. Asubuhi unawasha TV. Na hiyo nguo ndio vipasa ile vya jana usiku Unatumia tu pesa za mume wangu. Hivi una matatizo gani? Wewe binti, mbona una moyo mkubwa wewe? Na kabla hujafika uzeeni wewe, lazima upelekwe India. Kwa sababu roho yako inatanuka. Haya, mimi kuangalia TV wewe kinakuuma nini? Wewe ndio umenunua? Mama wewe. Babangu. Unamkaje mama? Mimi si jambo. Na niko tayari kitambo tu, nimejiandaa. Okay, naweza tukatoka mama yangu. Haina shida. Sawa. Mume wangu. Samahani kidogo, na maongezi na wewe. Njoo kwanza. Lakini nilikuwa nataka nitoke na mama. Sawa, sijakuzuia pia. Na maongezi kidogo. Njoo mama.
We Miki. Muda unazidi kwenda bwana, twende kwa kurudi. Miki, Wewe bibi wewe. Napunguza kelele huko ndani. Sasa mbona umerudi peke yako? Mume umemwacha ndani. Kitu ambacho unatakiwa ufahamu. Bila idhini yangu mimi huko ndani, mume wangu hafanyi chochote. Kwa hiyo punguza kelele. Mimi ni mke wake. Na wewe ni mama tu. Wewe yule ni mume wako. Sawa. Muda wote anaweza akakuacha akaoa mwanamke mwingine. Lakini mimi ni mama yake. Hawezi kusema eti mama mimi wewe sikuhitaji nitapata mama mwingine. Hiyo never. Labda dunia ibadilike. Watu watembee na kichwa badala ya miguu. Mama, usitumie nguvu sana. Mimi kuolewa, kuachwa, hiyo ni riziki yangu. Riziki yako mundani haipo. Kukatafuta riziki yako huko. Umenielewa sijui? Labda hizo nguo ulizonunuliwa na wewe mtoto wako Miki, mume wangu. Simama pale. Kwa sababu hiyo TV pia ni kioo. Mume wangu atoke aende popote. Na leo utashinda hapo na hizo nguo zako. Afu mjinga wewe. Wewe nilimbukeni sana Wewe nilimbukeni sana wa maisha. Sasa sikiliza nikwambie. Huyo mwanangu, huo uvungu uliomficha atatoka tu. Na siku akitoka hutoamini macho yako. Mjinga wewe. Unajua ulichokifanya kwamba watu hatojua. Mimi ni mtu mzima. Nina akili timamu. Sawa? Kama wewe ulijua huu, mimi nitaujua huu. Nitakuonyesha. Labda sio Aminata. Yaani ni zaidi mtoto wangu alafu uje umpangie masharti kama uko kwa mganga wa kienyeji. Utajua. Mama, najua nilikukwaza sana. Kwa hiyo naomba unisamehe. Niliporudi ndani niliweza kugundua kuna vitu ambavyo sikuviweka sawa ofisini. Kwa hiyo ikabidi niutumie ule muda kuviweka sawa mamangu. Ulikuwa unaomba watu? Hapana mama, sio hivyo. Sijakataa baba. Wakati uliponiambia mama jiandae, unajua kama una mambo yako hujaweka sawa. Unaniona mimi nilimbukeni, si ndio? Maana ningepanda kwenye gari lako, ningekwenda kukutia aibu maana wewe ni handsome boy. Si ndio? Hapana mamangu, sio hivyo. Karibu Jose mama. Ni jinsi gani inaonekana mwanamke wako ni mnafiki. Tena sio mnafiki kanafiki, ni mnafiki alokubuhu. Kwa nini mama? Mbona mnaenda njia panda? Eti leo ananiletea juice. Wakati hapa nadai chai, mimi nashindishwa na njaa. Nafungishwa bila kupenda. Na vyakula ndani vipo. Na mwajua chakula mimi. Eti leo mama mnyonzo. Yaani anajifanya ana mahaba ya ngeda ya kumwacha mtoto kumbeba baba mtu. Ili aonekane ni mwema kwako. Lakini mbona mimi sioni makosa yake? Mimi sio mama wa hivyo. Na kwa taarifa yako na ya kwako. Hii juisi sinywi. Mimi ni jeuri. Mimi ni jeuri. Mimi unanijua vizuri mamako. Mama, nakuomba umalizie kinywaji kwa ajili. Wewe sinywi. Kwanza amekuja kwa juisi na nyinyi kashaji tibagua, nyingine kaiweka huko, nyingine kaiweka huko. Kama amenitia sumu, sinywi. Mama,
yanaweza yakakupa furaha, yanaweza yakakunyima amani. Nitatamani hata kufa kwa binadamu, tena una thamani. Umebeba mengi maumivu, hakuna wa kukutetea. Sira yako mwamini Mungu. Umebeba mengi maumivu, hakuna wa kukutetea. Furaha yako mwamini Mungu. Niambie, wala sikuelewa, nijue kwako mimi nilichelewa. Niambie, wala mimi sikujua, nijue kwako nilichelewa.